Unapojisikia furaha au kuwa na kujisikia vizuri, kila kitu kinaonekana kuwa kizuri, chakula kinakuwa kitamu, energy level yako inakuwa juu na unapata mawazo mazuri. Kinyume chake, unapojisikia huzuni, kila kitu kinakuwa kigumu, energy yako inakuwa ndogo na unajihisi unmotivated. Pesa au kuwa na utajiri ndio jambo kubwa zaidi ambalo watu wengi wanalihusisha na kuwa na furaha. Ni kweli kwamba pesa nyingi zitakufanya uwe na furaha, lakini ni kwa muda mfupi tu. Kimsingi, ukishapata pesa za kutosha kuondoa hofu ya kufukuzwa kazi na kuishi maisha unayotaka, kupata pesa hakuwezi kukupa tena furaha. As soon as the excitement wears off, you will be as happy or unhappy as before. Badala yake utahitaji kitu kingine ili uwe na furaha. According to Sonia Lyubomirsky, mwandishi wa kitabu cha The How of Happiness, 50% ya furaha yako inatokana na genetic factors, wakati 40% inatokana na internal factors, and only 10% of your happiness inatokana na external events au external factors. Kimsingi, furaha ya kweli inapatikana ndani yako kutokana na sababu kwamba external event au material possessions have little impact on your happiness. Zifuatazo ni mbinu za kisaikolojia zitakazokusaidia kuishi maisha yenye furaha. Jambo la kwanza, accepting the reality of life. Kubaliana na uhalisia wa maisha kwamba maisha yana ups and down, kupanda na kushuka. Leo utapanda na kesho utashuka. Changamoto yako haiwezi kudumu, ili usiumie sana. Another reality of life ni kwamba material possessions cannot give you happiness that will last longer. Jambo la pili, practice gratitude. Andaa gratitude journal yako na kila siku unaandika mambo matano ambayo unajivunia kwayo. Sio lazima uandike mambo makubwa, unaweza ukaandika tu kwamba unajivunia kuwa na afya bora na vingine vingi. Ni kuwatazama wale waliokuwa chini yako au uliowazidi na kuliko ni kujilinganisha na watu ambao wamekuzidi. Jambo la tatu, be generous. Toa bila kutarajia malipo au fadhila. Msanii wa muziki wa hip hop Farid Kubanda aliwahi kuimba na kusema kwamba ukitoa toa bila kukumbuka na ukipewa pewa bila kusahau. Sasa dedicate sehemu ya maisha yako kwa watu na ufanye kutoa ni sehemu ya maisha yako. Njia sahihi ya kupractice generosity ni kwenda kuwatembelea wagonjwa au kutembelea vituo vya watoto yatima. Do something nice for people always. Jambo la 4 ni kusamehe au forgiving. Jisamehe wewe mwenyewe kwanza kwa majuto yako na usahau, kisha uwasamehe wengine. Unaposamehe ni kwa faida yako wewe na sio wale uliowasamehe, kwa kuwa ukiyabeba yanakudhuru wewe na sio wale waliokukosea. Kusamehe ni kutokubeba makosa ya nyuma, kusahau na kuanza upya. Jambo la 5 au la mwisho ni find your life purpose. Jua dhumuni la maisha yako. Kwa nini uko hapa? Unavyojua dhumuni la maisha yako itakupa furaha, kwa sababu utakuwa unafurahika kupursue dreams zako. Mpaka kufika hapa leo tumezungumzia mambo matano yatakayokusaidia kuwa na furaha. Jambo la kwanza ikiwa ni kuaccept the reality of life. Jambo la pili ikiwa ni kupractice gratitude, na jambo la 3 ni kuwa generous au kupractice generosity. Jambo la 4 ni kusamehe, na jambo la 5 ni kufind your life purpose.